kama Mungu alitoa pumzi akakuwekea wewe, maana yake sio pumzi yake tena, ni pumzi ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ndiye anayemiliki ile pumzi. That's why unaposhindwa kujua kwamba ile pumzi ni mali yako, mwenye pumzi anachukua. Na ndio maana sisi ambao tunaamini pumzi ni mali yetu, kamwe hatuwezi kufa, tunaishi hata milele. Na kila aliyeamini hivyo aliishi hata milele. Sasa ambacho nataka nikizungumze hapa kama key point ni kwamba si njema kusema pumzi ni ya Mungu, kwa sababu pumzi ni ya kwetu. Ukishapewa kitu kinakuwa chako. Na kwa nini Mungu alikupatia kile kitu na mimi nasema ni chako? Alikupatia kile kitu kutoka kwake, then akakuweka duniani kwa namna ya kwamba alikupatia kingdom ya wewe kutawala. Sasa ukiwa duniani, maana yake hupaswi kufanya mambo ya labda unamwabudu Mungu, labda yani wewe umepewa kingdom ya kutawala na yeye akajipatia kingdom nyingine ya kutawala. Kwa sisi hapa ni kama vile watawala. Sasa ukiwa mtawala, maana yake mali zote ni za kwako, ownership ya kila kitu ni cha kwako. Kwa mambo ya kusema alituumba kwa pumzi yake ni illegal na ni kutokutambua, na ukifanya hivyo maana yake anachukua pumzi. Lakini kwetu sisi ambao tunatambua kwamba pumzi ni mali yetu na sio ya Mungu, kwa sababu Mungu kama alinipatia, hicho ni kitu changu na kamwe hakiwezi kuwa chake. Usinifananishe na mitume wa hapa duniani, mimi niko level ya Kristo.